kulingana na dini yetu na mila ya Kisomali, msichana akishafikisha umri ya kuolewa anaolewa. Umri ya kuolewa ni gani? Umri ya kuolewa mimi mwenyewe nimeona msichana akiwa miaka 9 ameolewa. Miaka 9? 11 akiwa na mtoto kwa mgongoni. Mtoto wa miaka 11? Akiwa 9 ameolewa. Huyu mzee lazima akuwe funzo kwa wengine wenye wameoa watoto under age. Wanatuharibia sisi kama Waislamu, wanatuharibia dini sasa kulingana na dini yetu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah ta'ala wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin wa qala ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa jambo ambalo limetuleta pamoja hapa. Si jambo lingine bali ni jambo la kheri. Katika masiku ambazo zimepita, tumekuwa na mambo ambayo imekuwa ikienea kwenye social media kuhusiana na yule mzee kumwoa msichana mdogo, na tatizo kuu ambalo imefanya sisi turekodi video ni kuwa yule mzee wakati alipopatikana na mashtaka haya alikuwa akitaja Uislamu ndani, na sasa sisi tukakuwa na ile hali ya kujiuliza maswali mengi. Je, Uislamu iko hivi? Maana saa siku hizi imekuwa ni kama when Kushites wakishikwa kwa makosa, Waislamu wanafunikwa wote. Hili jambo linaudhi sana, maana ni mtu mmoja ama kabila fulani ama a group of people wakiingia kwa makosa, Waislamu wanahusishwa wote. Je, hili ni haki? So katika video yetu ya leo tuko na one of the best explainer, Sheikh Ratib Abdunur from Jamia. Inshallah tatuexplainia vipi Uislamu unaangaliaje masala ya hii ndoa na ni makosa gani huyu mzee alifanya katika hii ndoa. Shukran. Tafadhali. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla aliyotujalia ya kuweza kuja na taarifa kama hii, na kwamba kunapotokea jambo kuna umuhimu ya kuwa ni wenye kuibainisha kulingamana na mtizamo wa kitabu cha Allah na sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ufahamu ya waja wema waliotangulia. Na kama alivyosema ndugu yetu kijana wetu Abdurrahman kuhusiana na tukio hilo, kusema kweli ni tukio ambalo limezua tumbo joto, ya kwamba watu wamekuwa na reactions mbalimbali. Lakini je, msimamo wa kihakika kisheria tunasema nini kuhusiana na swala hili? Kuna haja sisi kurejelea katika mlango wa fiqhi. Mlango huu hasa inaitwa ahwal ash-shakhsiyya. Ahwal ash-shakhsiyya ni mlango maalum uliotengwa ili kubainisha na kuelimisha watu kuhusiana na masala yanayofungamana na ndoa hasa. Na tukianzia mwanzo, ndoa ni mojawapo ya mifumo ya aqd. Aqd bimaana contract, na ili itimie contract aina yoyote, si kwa biashara peke yake, kuna masharti mawili makuu, na hili linatendeka pia katika ndoa. Sharti la kwanza la aqd kukubaliwa ni kupatikane al-aqidain, pande mbili, both parties lazima wapatikane. Isiyo ni aqd ambayo inafanywa na upande mmoja peke yake. Na sharti la pili lazima kupatikana na nini? Al-ijab wal-qabul. Ijab bimaana one of the parties ana make the offer, ambapo sasa hapa inakuwa ni mzazi wa binti katika ndoa anasema zawajtuka, ninakuoza, yana offer binti yangu kadha wa kadha. Kisha upande wa pili lazima kuwe na kabul, kwamba acceptance ya kwamba mimi nimekubali. Kwa hivyo hii ni jambo la mwanzo kuangazia kuhusiana na ndoa, ya kwamba ndoa ni kama aqd nyingine yoyote ambayo ni contract, na katika contract lazima kuwepo na the two parties
kama ndoa tunazungumzia lazima kuwepo na mwanamume ambaye atakayekuwa ndiye bwana na mwanamke, na pia lazima kuwepo na offer and acceptance, ijab wal qabul. Ustadh, kwa hii ndoa sasa hapa tunasema based on sheria, yule mzee kumwoa yule msichana kulikuwa na watu fulani, maana ule mzee alikuwa akitoa document anaonyesha kuwa kulikuwa na kabul na ipande ijab. Sasa based on sheria hii ndoa inapita. Based on sharia, nitazungumzia sharia in general, sitazungumzia specifically the nitty gritty ama details ya ndoa hiyo kwa sababu hatujapata full details. Lakini je, tuangalie masharti ya ndoa kukubalika ni yapi? Tumezungumzia nguzo, yes, kumpatikana al-aqidani, napatikana zauj mwanamume, napatikana binti ambaye kuja kama zauja, na kwa madai kumekuwepo na ijab na kabul. Tuangalie hatua pili ambayo ni shurut, conditions za ndoa kwa valid Kiislamu. Condition number 1 ili ndoa ikubalike itambulike Kiislamu ni ta'yin az-zawja au zawjain, ya kwamba lazima kupatikane kuainisha, yani ku-identify particularly nani ambaye ndiye mume, nani ambaye ndiye mke wa kuolewa. Bimaana mfano baba akona mabinti kadhaa, katika wale mabinti zake akaja mtu kuomba kwamba nioze moja katika binti zako, kisha baba akasema nimekoza binti yangu, hiyo haitakubalika. Kwa nini? Kwa sababu baba hajafanya ta'yin, hajajulikana ni nani hasa. Pia mwanamume on the other side pia lazima ajulikane mwanamume yupi. Baba pengine akona vijana wake kadhaa wa kiume ambao anataka kuposa, kisha akaja kwa babake fulani, hata kama na binti moja itajulikana definitely ile binti moja. Lakini huyu baba anayekuja kuposa kwa niaba ya vijana wake akisema nimekuja kumposea kijana wangu, haijajulikana mpaka afanye ta'yin. Sharti la kwanza. Sasa hapa ni lazima kukuwa na a bit talk between mwanamke na mwanaume, ndio mimi tunakuja step hiyo. One ni lazima ijulikane specifically who is the groom and who is the bride to be. Lazima. Jambo la pili, lazima kupatikana ridha. Ridha ni consent ya both parties, ya kwamba hawa ambao tumeainisha kwamba mume ni fulani, mfano Abdallah, mke ni fulani, pengine Zainab, sawa? Tushaainisha baina hao, ili pia lazima step number 2 kupatikana nini? Ridha, ya kwamba huyo Abdallah awe radhi kumchukua huyu Zainab, Zainab awe radhi kuchukua na huyu Abdallah. Bimaana hiyo ridha haitopatikana mpaka lazima kuwepo na mazungumzo, sawa? Hiyo ni ya pili. Japokuwa katika baadhi ya madhhab ya Abu Hanifa, madhhab ya Imam Malik, akasema inawezekana kwa baba kumwoza binti yake pasina ridha ya binti, ikipatikana kuna maslaha katika ndoa kama hiyo. Yes, maslaha ni kama mfano binti huyu tayari ashafika umri wa kuolewa, sawa? Binti huyu alipo pengine kwa sababu moja au nyingine ameanza tabia ambazo hazipendezi, kuonyesha kwamba anatoka nje. Sasa baba akona uwezo kisheria kumlazimisha huyu binti yake aingie katika ndoa, hata kwa mume ambaye binti hayuko radhi naye. Hapa ni kupunguza fasadi. Yes, hiyo ndio sasa maslaha, kinyume chake kuondoa fasadi. Sharti la tatu, ili ndoa ikubalike Kiislamu lazima kupatikane wali. Kwa maana ya kuwa ikiwa akidani hawa kijana na msichana wameridhiana baina yao, haitoshi ya kwamba wao wenyewe binti ajipeleke katika ndoa kama ile. Lazima kuwe na consent ya afadhali figa kwa huyu binti. Makeni bado ni msichana, bado ni mdogo, lazima kuwepo na yule ambaye atamguide, ambapo kunapotokea chochote kule mbeleni lazima awe na wapi atarudia, mtu ambaye atamhami
na kumpatia ile security. So hapo ndio inakuja guardian, ya kwamba kwa mwanamke, kwa huyu binti lazima kuwepo na guardian wake. So hapo kwa wali mzazi ndio anafaa kwa wali, ama kuna hadi nasikia kadhi pia anaweza kwa wali? Kuna 5 categories za wilaya. Inaitwa wilaya katika Uislamu. Kwanza kabla hiyo kutolea dalili, Mtume asema la nikaha biduni wali, hakuna nikaha inayotambulika kisheria bila wali. Akasema ayyuma imra'atin nukihat bighairi waliyiha fanikahuha batilun batilun batil, mwanamke yote ambaye ataolewa bila wali, nikaha hiyo ni batil, yani haitambuliki. Hasa categories za nikaha za wali katika ndoa ni zipi? Number 1, the topmost ni baba ambaye ndio biological father, sio stepdad. Step number 2, in case baba hayupo, basi anakuja kulingamana madhhabu mbalimbali, lakini Mshafia anasema ndugu, na ndugu huyu awe ni akhun shaqiq. Kisheria tuko na ndugu daraja 3. Ndugu shaqiq, baba na mama mmoja. Akhun li ab, baba no ndugu kwa upande wa baba. Akhun li ndugu kwa upande wa mama. So akhun shaqiq anachukua level number 2. Number 3 anakuja babu ambaye ni kwa upande wa baba. Hao wote wanaitwa katika upande wa aswaba. Kwa mlango wa mirathi unaoitwa aswaba, ambao wanachukua mabakio pasina fungu maalum. So baba number 1, kaka number 3 ni babu. Number 4, kama babu hayupo basi ni ammi, ndugu yake baba. Kama hao wote 4 hawapo, ama wapo lakini kwa sababu moja au nyingine hawezi kusimamia msichana yule katika ndoa, pengine kwa sababu tofauti wa dini. Anaweza tokea msichana kusilimu, ako na baba yule haizi kuwa ni wali kwake kwa sababu ya tofauti wa dini, ama kaka ama babu ama ammi. Sasa kwa hatua hiyo ndio anakuja number 5, anaingia hapo kadhi. Na sheria imetumia istilahi ya kadhi bimaana kwamba yeyote ambaye anaweza kusimamia ndoa ile na ni mtu mwaminifu, ni msomi na anaaminika, anatambulika. So hizo ndio the 5 categories za wilaya katika ndoa. So that is the third condition. Watu tumesema lazima tayin, kwamba ijulikane mume ni nani, mke ni nani. Ridha baina hao, lazima kupatikane na wali. Number 4, lazima kupatikane mashahidi. Mtu anasema a'linu nikah, ifanyeni wazi nikaha, muitangaze hadharani, ijulikane, kupatikana mashahidi. Na hasa Mtume akabaisha sema washahidai adl, la nikaha biduni waliyin wa shahidai adl, nikaha haitapita bila wali na mashahidi wawili waadilifu. So condition number 4 ndio shahid, na condition number 5 khulu azawjaini min almawani', ya kwamba mume na mke wote wawili wasiwe na sababu yoyote ya kuwazuia kutokubaliwa kuoana baina yao. Sasa hapo kwa mashahidi, ndio nimekuja kusikia kuwa hao mashahidi wawe ni watu wema, si hata na hadithi imesema shahidai adl, kwamba waadilifu, kwamba ni watu trustworthy. Maana yake ushahidi wao utakubalika pindi wanapokuwa ni watu waaminifu. Kama mtu ambaye tabia zake hazieleweki, huwezi mtegemea mtu kama huyo. Sawa? So number 5 condition tumesema ni khulu zawjaini min mawani'i az-zawj ama ziwaj, yani au nikah, ya kwamba kisheria mume huyu mke huyu wameridhiana baina yao, kumepatikana mashahidi, wali ametoa idhini, lakini inapotokea kwamba kwa sababu moja au nyingine hao ile haizo kaoana, hakuna nikaha hapo. Mfano, mambo yanamzuia mtu kuweza kuolewa na mwingine. Allah ametajia katika Qur'ani sifa za wanawake ambao ni halali kwetu kuwaoa, na tutachukua na kinyume chake wanaume ambao ni haramu kuwaoa mabinti na madada zetu pengine. Sawa? Na hizi mawani, vizuizi vinavyomzuia mtu kutoweza kumoa mwingine, imegawanyika mara mbili. Kuna zile muakkata na muabbada. Muakkat ni ile temporarily,
ya kwamba huyu mamako wa kambo madama mwelewa na baba yako, hii ni muabad. Huwezi ukamwele mamako wa kambo stepmother. Mfano, huyu kijana wako ameoa msichana, your daughter in law, wameachana, wewe father in law ukamwele muabad. Sawa? Hizi ni katika baadhi ya mifano. Na kuna ile kinasaba ya kwamba huyu ambaye ni binti yako huwezi ukamwoa, dada yako huwezi ukamwoa, kama whatsoever huwezi ukamwoa. Sio ni kinasaba. Na kuna wale ambao ni ikhtilafu dini, wametofautiana kwa dini. Hii ni muabad, kwamba huwezi ukaoana. Mwanamke wa Kiislamu hawezi akaolewa na mwanamume asiyekuwa Muislamu. Hiyo kabisa. Bali naam, kuna ruhusa upande wa pili ya kwamba mwanamume wa Kiislamu anaweza kumwoa asiyekuwa Muislamu, lakini kwa sharti kwamba yule awe ni kitabia, awe ni mtu wa ahlul kitab, ambaye sifa zake ni almuhsanat, wale ambao wamejihifadhi tabia zao, mienendo yao inakaribiana sawa na dini ya Kiislamu. So hii ndio baadhi ya masharti za nikaha kukubaliwa. Kwa hivyo katika wale, hasatan tukio hili ambalo tutazungumzia, endapo kama kulitokea masharti yote haya yamepita, basi tutasema nikaha ni sahihi, nikaha itakuwa sahihi. Lao ikatokea halal yoyote, pengine mojawapo masharti yamevunjwa, pengine radhi ama nini, hata kama pengine binti huyo aliozwa pasina idhini yake, lakini aliyemtoa katika ndoa ili ni babake mzazi, nikaha itakuwa imepita kwa kauli ya Imam Malik. Lakini kama inavyosemekana kwamba ni ammi yake ndiye alitoa idhini, si baba, ni ammi ndiye alitoa idhini, kwa hivyo hapa kuna walakin kwa wale ambao walisimamia nikaha kama hiyo. Naam. Sasa swali lingine ambalo nilikuwa napenda niulizie hapa ni kuhusiana based on sheria na nini na law. Ndio. Zikikutana hii masala inakuwaje? Sawa. Inapokutana baina ya sheria na law of the country, kabla hiyo pengine ni bainishe tu swala lingine ambalo ni kuhusiana na age limit. Ya kwamba je, katika Uislamu imekuwa specified particular age ambayo mume anaweza kuingia katika ndoa ama mke? Haijakuwa specified. Kwa upande wa mwanamume, Mtume asema man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. The condition ambayo amesema ni kwa mwanamume yeyote yule ambaye anaweza kubeba majukumu, basi awe ni mwenye kuoa katika vijana wa Kiislamu. Majukumu haya yameingia mambo mengi, ulama wamefasiri kwa njia mbalimbali, ikiwemo conjugal rights, ya kwamba mwanamume ambaye anaweza kumtimizia huyu binti mahitaji yake ya kimwili, basi awe mwenye kuoa. Sawa? Mwanamume huyu ikiwa anaweza kufanya kasba, kwamba anaweza pata chumo riziki na kumwangalia huyu mke wake mahitaji yake, basi aoe. Upande wa pili kwa mwanamke, the same, sheria haikubainisha, bali kuna aya ikizungumzia masala ya talaq. Bila shaka ikisema talaq, unajua kinyume chake ni nikah. Allah anazungumzia kuhusiana na idda ya wanawake ambao wametalikiwa. Anasema wallahi ya'isna min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhun wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna. Hapa Allah ametaja makundi mawili ya wanawake kwamba idda yao ni miezi mitatu, idda ile raj'ia, idda ya kurejelewa. Ya kwamba ikiwa katika wake zenu ambao mko na shaka ya kwamba wanapata hedhi ama hawapati, mko na shaka kuhusiana na utahara wao, basi idda yao ni miezi mitatu. Kundi la pili ambao wanaingia katika fungu hili ni wale ambao lam yahidhna, wale ambao hawajapata yani ada yao. Kwa hivyo hii ina maana kwamba anaweza kuwa msichana hajapata ada, ambayo tunaichukulia kwamba ndio alama ya kubalighi kwa msichana. Hata kama hajapata ile ada yake, anaweza kauzwa. Sawa? Sasa tuingie katika hili swala la kwamba ni baina ya sheria ya Allah na baina ya sheria ya nchi. Sheria katika Uislamu tunatambua Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Hiyo ndio sheria ambayo Uislamu
inakubalika na haina shaka ndani yake. Lakini kuna sheria ya pili. Hizi sheria zingine za nchi, law of the land, zinaitwa kanun. Kanun na ni kanun wad'i au kanun bashari, ni baadhi ya kanuni ambazo zimeekwa na wanadamu. Hasa baina haya mawili inapogongana zika clash, je, tunafanya nini? Kabla kuzungumzia mgongano baina ya mawili haya, tuangalie uwiano baina ya haya mawili. Kama utakuuliza kitu. Uwiano baina ya haya mawili. Sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinatokamana na kitabullah na sunnati rasulillah. Hiyo ndio sheria ya Kiislamu. Na sheria hii ya pili tumesema ni kanun wad'i, sheria ambazo wanadamu wenyewe wanakaa pamoja wakaona tufanye hivi na hivi, tutunge iwe ni kama sheria. Uwiano baina haya mawili ni kuleta nidhamu katika maisha, ya kwamba yote mawili, sheria za Allah inaleta nidhamu, sheria za wanadamu inaleta nidhamu. Sheria Allah, sheria wanadamu, tunaangalia njia nyingine ya vipi zinaafikiana. Kando na kuleta nidhamu, ni kwamba kuchunga haki za kila mmoja, inachunga haki ya kila mmoja. Jambo la tatu, inaleta uadilifu, usawa baina ya wote, kwamba no one is above the law. Sheria Allah iko hivyo, sheria ya kila nchi utapata iko hivyo. Je, katika nchi za Kiislamu kuna hizi kanun wad'i? Naam, zipo. Nchi mamlaka Saudi Arabia wako na sheria kitabullah na sunna, sheria islamia, wako na kanun ambayo wamejiwekea. Bali utapata hii katika kila nchi ya Kiislamu ipo. Haya, hasa hii tumesema lengo ni moja. Malengo ni moja, kuleta usawa, kuchunga haki na kuchunga nidhamu. Bali utofauti inatokea hapa, ya kuwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala haiclash, haigongani. Sheria ya mwanadamu mara nyingi utapata ina clash. Inakuwa hata kuinterpret the constitution, unapata kila mtu akona interpretation yake. Wote na quote the same article, lakini unapata interpretation inakuwa tofauti. Na kwa sheria Allah hakuna kugongana, ila ni akili za watu na ufahamu wao ndio toka ni kidogo, hawezi elaborate to the maximum. Jambo la pili kuhusiana na sheria Allah na sheria za kibinadamu, sheria za Allah subhanahu wa ta'ala haibadiliki. Sheria haibadiliki, lakini mwanadamu inabadilika every now and then. Lazima utapata kuna review, kuna act, kuna bill, kuna nini hiyo kubadilisha, ili kulingamana mtizamo wa watu na akili za watu na interest za watu. Na jambo lingine ni kwamba sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ni shamil, ni comprehensive. Sheria Allah imebeba all aspects ya human life, lakini sheria mwanadamu utapata imeconcentrate on one aspect of the human life, ambaye ni relation, how to relate with each other. Sheria Allah imebeba upande imani, belief, imebeba upande ibada, matendo, imebeba hiyo muamala yenyewe. So ndio baadhi ya tofauti baina huku na huku. Jambo la mwisho kujibu hili swali, je, whenever kumetokea clash, ni kwamba sheria imesema hivi na kanuni imesema hivi, je, tufanye nini? Tunaangalia huko juu kwanza, tunarudi kwa ile maslaha, because the ultimate objective ya kila sheria pande zote ni kupatikana nini? Maslaha. Tunaangalia interest of this individual, ya huyu mtu. Kwa mfano, katika baadhi za nchi unapata ya kwamba huwezi ukaoa zaidi ya mke mmoja, sheria ya nchi hiyo. Na sheria Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia fankihu ma taba lakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba', unakubaliwa kufanya ta'addud. Hasa in this event unafanya nini? Ya kwamba sheria ya nchi inakwambia no more than one wife. Sheria Allah inakupatia permission, ruhusa up to 4 wives. Unaangalia gani ya maslaha? So mtu wanasema mwanadamu Muislamu yeye ni faqih wa nafsi yake. Yani unaangalia situation yako, what suits you better.
Sawa? Kulingamana na hiyo utakuwa hujenda kinyume, bali unaika katika mizani ya sheria ya kwamba hii sheria nchi ina collide na ipi katika sheria za Allah. Kama ina collide na zile sheria ambazo ni fundamental, definitely sheria Allah lazima ite precedence. Ama kwa mfano huu ambao nimeutoa, kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, je, ni wajib, ni fardh, ni mustahab? Unaona, sasa hapo unaangalia ikiwa sheria imesema ni mamnu batan, hii ni kitu ambacho ni prohibited, na ukifanya itakutia katika mashaka, bora epuka. Kwa nini? Kwa sababu huko kwa Allah ni kitu ambacho ni mustahab, haijakuwa ni faradhi. Lakini ikiwa ni kitu ambacho ni cha lazima, hasa unaangalia pia safety yako ya kwamba je, utafanya ukaingia katika ile mashaka, ama utaepuka ukafanya mbadala yake ukaingia katika usalama. Naam. Sasa hapa hivi kwa hii age hapa, seme sasa sheria hii seme venye wanasema swala hii inakuwa lazima ifuate. Bila shaka hiyo ndo ni njia moja. Sasa hapa hivi swali nyingine nilikuwa napenda niulize ni hiyo ya tunaweza angalia makosa yenye huyu msee amefanya based on sheria ya Kenya. Not based on sheria ya Kenya, tuangalia tu based on humanity, kiutu, kiubinadamu. Sawa? Tukizungumzia based on the sheria land, tunaweza sema maybe mostly tunasema underage, ya kwamba amemchukua msichana ambaye ni underage, ambaye inaingia kwa akili kweli kwamba msichana huyu ni underage, amemwoa. Lakini kujibu swali lako, kuangazia baadhi ya makosa ambayo tunaweza mtia huyu mzee ndani yake, tuangalie katika malengo, makasid ya nikah, ya kwamba kwa kila kitu ndani yake kuna malengo, objectives. Tumezungumzia malengo ya sharia kuwepo, sawa, both ya Allah na both ya land, ya man-made laws. Tuangalie hata ibada ya swala iko na malengo. Ibada nikaha, Allah haizi kutuamrisha fankihu ma taba lakum wa ankihu al-ayama min nisaikum, illa kuna objectives, maksad, malengo ni yapi? Maksad ya kwanza ulama nasema tahqiqul ubudiyya, ya kwamba mtu anapooa, jambo la kwanza lengo analokamilisha, analotimiza ni ile kuthibitisha kwamba yeye ni mja wa Allah, anapewa amri. Allah ametuamrisha hili ya kwamba nikaha ni badala ya zina. Kwa hivyo hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, tahqiqul ubudiyya. Jambo la pili katika makasid, malengo ya nikaha ni kupatikana utulivu, ya kwamba kwa wote, both parties ambao wanaingia katika akdi hii, contract hii, maisha haya, ya kwamba lazima wapate kutulizana. Allah sema min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Katika alama za Allah amewaambia kwamba mtakuwa na wanawake ambao ili mpate utulivu ndani yao, na hii inakuwa na mafhumu mukhalif ya kwamba mwanamume anatulizwa na mwanamke na pia mwanamke anatulizwa na mwanamume. Sawa? So katika nikaha kupatikana ule utulivu, na si utulivu pekee, kupatikana mawadda, mapenzi, rahma na huruma. Si kitu ambacho ni one sided, inafaa ni two way traffic, ya kwamba nipe nikupe baina hawa wawili. Lakini ukiangalia kwa mujibu ya mzee wetu, si jambo ambalo lilipatikana kweli. Ile ridha ya mwanzo ambayo tulisema katika shurut, kupitia ile ridha ndio itazalisha haya. Lakini ukosekano wa ridha, mtu anafeel kwamba amekuwa compelled, amekuwa forced, unaona? So haizifanya kwa roho yake ituli yako pale, anafeel kama ako kwa detention, kama ako captivity, unaona? So hakuna ile. Kwa hivyo kukosekana ile kwa one of the parties inamaanisha hapa kuna shida. Maana huyo mwanamke kama angekuwa ni mtu amejielewa, angemdifia. Bila shaka angekuwa ni mtu amejielewa, amefika umri wa kujitetea, anajua haki zake, bila shaka angekata ile kitu. Ama hata kiforsiwa angeenda ahead by the way. Kwa hiyo scenario angemtetea, lakini hangekuwa analia tu kuonyesha kweli huyu amedhulumiwa. Sawa?
Another maqsad ya nikaha ni al-afaf wa ihsanul farj, ya kwamba mtu sababu ya kwenda katika ndoa ni ile kupata chastity, kuweza kujihifadhi kutokamana na zina, ya kwamba Allah ameumba kila mwanadamu na ametujalia hisia mbalimbali, ikiwemo hisia kutamani the opposite sex. So, na the only lawful way ya kusatisfy our urges ile sexual ni through nikah. So nikaha inatuhifadhi tupu zetu. Allah akisema kuwa kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, na Mtume akisema ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Kwa hivyo nikaha inakuwa hii katika makusudi yake. La nne, hifdhu nasl, ya kwamba katika ndoa pia malengo yake makuu ni kuhifadhi ile lineage na pia ubinadamu izidi kuenea. Adam na Hawa walipatana na kupitia wao wawili ikazalika kizazi, na Allah kajalia ametumba ume kwa wake ili tupate kizazi cha ubinadamu kizidi kuendelea. Na ya tano kwa ufupi ni binaul usra wa tarbia, ya kwamba katika malengo la nikaha kupatikana ama kwenye kuweza kutekelezwa ni mtu kujenga kizazi, kujenga familia. Kila mtu ana tamaa, ana hamu ya kuwa na familia yake na kuendeleza kizazi cha familia yake, na pia wale wanaozalika katika mujtamaa wapate malezi mazuri baina baba na mama wakiwa pamoja. Na so last question ni hiyo video wakati ilitoka, ukiingia kwenye comment section unaona people wanajaribu kurelate to Rasulullah, he married Aisha at the young age. So unaweza relate hii na Aisha tukimalizia? Wale haya siyasemi kwa lenga wao, bali kuwafungua Waislamu akili. Manake ni Muislamu mwenzetu, Waislamu wenzetu, ni familia ya Kiislamu walioathirika kwa jambo hili, na maal asaf imetokea hujuma nyingi, negative statements and comments ikakuwa directed towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hasatan tukio hili Aisha radhiallahu anha, number 1, Mtume kumwoa Aisha ilikuwa ni amri kutoka kwa Allah, ilikuwa ni amri ya Allah. Kwa hivyo hizi ni katika khasais. Kuna baadhi ya matendo aliyofanya Mtume haikufanya na mtu yote katika umma ila yeye, na hii katika khasisa, yani vitu specific kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alipewa amri na Allah. Jambo la pili, kwa kupewa amri na Allah ili happen kwa Aisha peke yake kwa hikam mbalimbali, ikiwemo hikma ni Mtume katika wake zake wote, Mtume hakuwahi kuwa msichana mdogo ila Aisha. Wake zake wote Mtume ima walikuwa ni wajane ama watalikiwa. Unaona? So hii ilikuwa ni exceptional case. Na isitoshe haikuwa ni issue eti Mtume akwe attacked, because wakati wa Mtume alikuwa na so many enemies. Lakini haikuwa ilikuwa recorded anywhere ya kwamba Quraysh waliwahi kumhujumu Mtume kwa hili. Haijaitokea. Sawa? Hii ni wakati wa Mtume. Bali issue ama tabia na culture ya kuoa wasichana wakiwa katika umri wa udogoni haikuwa practice na Waarabu peke yao, bali katika makabila yote, hata makabila ya Kiafrika, hata jamii zetu za Kenya imekuwa practice. Sio na Kushite peke yao, hata USA zote hizo, unaona. So ni kitu ambacho haimtoi mtu, haimdepict mtu na kumtarnish his maybe personality. Ilifanyika Mtume, ilikuwa ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha aliridhia, babake Aisha Abubakar aliridhia, sawa. Na hii iliyotokea juzi ilikuwa totally opposite. Hatuiseme kwa ni amri kutoka kwa Allah. Naam. So hapo hivyo sasa tushapata kwa it was ni based on the time. Yes. At that time no one alimwataka Rasulullah because it was Arab community. Yes, it's a common practice. Not only to the Arabs, so many other tribes were practice the same. So hapo hivyo tushapata question answer yetu. For this mimi namalizia nikisema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.
waulize wale ambao wanajua. Ikiwa nyinyi hamjui, ni better wewe kunyamaza ama kutoa, ni better wewe kunyamaza than kutoa majibu ambayo hauna answer yake the exact. So for the explainer, ashatu explainia, so the answer iko. So tukiona watu sasa wanajaribu kuattack Islam based on this, the answer is there. We are proud of Muslim, becoming a Muslim. So for this, every day Waislamu wana convert. Sasa maneno haya yakitajwa kwa Waislamu, huwa inauma Waislamu generally, si ati ni khas. So for this, mimi nasemaje, incident kama hii kitokea, Waislamu wasitajwe kwa wote. It's better useme Huria wanafanya hivi or kushaiti people than mentioning Islam. For this, tutaendelea na hizi event for long. Kidogo Abdurrahman, kuna kitu imenijia kwa mind. Nasaha tu kwa the fellow Muslims. Allah sema wala tasubu alladhina yad'una min dunillah fasubu Allah adwan bighayri ilm. Ya kwamba kwako kama Muislamu kikama cross such negative comments, usirudishe baya kwa baya. It will never come to an end. So yako wewe, wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Mtu ambaye atakuja kutaka information genuinely, wempatie explanation. Na kila ambaye atakuwa narusha cheche za maneno, huwezi shindana na mtu. Rather, mtakonyote mko equal. Na hiyo nasaha tufupi natoa tu my Muslim brethren out there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.